Coast na Yanga ni timu ambazo siku zote zikikutana kunakuwa na ushindani mkubwa sana, lakini kubwa tumeshuhudia mchezo wa kisasa zaidi. Mchezo umechezwa mzuri, Coast wametengeneza nafasi japo chache, wakapata moja wakaitumia, na nafasi nyingine mbili wakazikosa, na ile ya mpira wa kichwa wakakosa. Yanga amepata nafasi 3 amezitumia zote vizuri. Mpira umechezwa mzuri na kiushindani. Coast ana muda wa kuandaa timu. Ukiangalia wachezaji wake wale 4, wawili waliotoka na wale wawili waliobaki ni wachezaji ambao ni wadogo. Ukiangalia miaka 5 yao ijayo, kama Coast itaendelea na hali hii walionayo, tuna uhakika kwenye msimu ujao wa ligi watakuwa na timu nzuri sana, kwa sababu wana wachezaji wadogo wenye vipaji ambao pia wana muda wa kukua ndani ya uwanja. Kwa Yanga imecheza vizuri kipindi cha kwanza, kipindi cha pili Coast nao wakacheza vizuri, mpira ukawa wa ushindani. Sio kwamba Yanga ilishindwa kucheza, hapana. Coast nao walikuwa wazuri. Tumepata magoli 3 kwa goli moja, tunamshukuru Mungu. Tunaenda hatua nyingine sasa, hatua ambayo ni ngumu kidogo, na tuna imani katika hatua hii tunayoendea, basi mkono wa Mungu utaendelea kuwa pamoja nasi na tutafanya vizuri. Young Africans ndio mtetezi bingwa wa kombe hili la CRDB Bank. Kwako unaiona hiyo nafasi ya kwenda kutetea licha kuwa baadhi ya vilabu vya wapinzani wakubwa wameshatolewa akiwemo Azam FC, lakini pia Fountain Gate wameaga mashindano, lakini mnyama bado yupo? Kwa timu aliyokuwa nayo Yanga ni dhahiri ana nafasi kubwa sana ya kutetea ubingwa wake, na tunaamini kwa kikosi hiki na maandalizi ambayo wameyafanya na aina ya wachezaji walionao katika kikosi chote kizima, Yanga inaweza ikawa na vikosi viwili vizuri sana, cha kwanza na cha pili. Kutokana na hiyo ni sababu mojawapo na mafanikio waliyopata katika msimu huu ndani ya ligi na katika hili kombe la FA, wana kila sababu ya kulichukua kombe hili. Tunaye Simba kwenye michuano hii, ikimpendeza Mungu basi atukutanisha naye mara baada ya kukimbia kwenye raundi ya pili ya ligi. Sisi tunaamini kama ilipangwa Yanga na Simba wakutane, basi tuna nafasi nyingine nzuri ya kukutana kwenye kombe hili la FA, kombe ambalo kama mwenzetu akikaza msuli na akijitahidi anaweza kuja huku tuliko sisi, kwa sababu ni dhahiri hao wenzetu wanasubiri zile pointi za kupewa, lakini sisi tunapambana, tunashindana, tunashinda. Kwa hiyo dabi peke yake ambayo ninaiona ni dabi ya kama wakijitahidi wanaweza kukutana na Yanga kwenye kombe hili la FA. Umesema dabi unayoiona ni kombe la FA. Dabi ya ligi kuu unaiona haipo, na bado unaamini ama unaunga mkono statement ya Young Africans iliyotoka kwamba hawachezi na mechi yao ishakwisha? Naunga mkono uongozi, kwa sababu uongozi tumewapa dhamana ya kuongoza kwa niaba yetu. Tumewapa dhamana watusaidie, na taarifa yoyote wanayoitoa sio ya Engineer Hersi, ni taarifa ya kamati ya utendaji ambayo na sisi wanachama, mashabiki, wapenzi tumo ndani yake. Kwa hiyo tukiendelea kusimamia taarifa ile na tamko lile, sisi tunaliunga mkono, na tunaona kwa tamko lile hakuna sehemu ambayo tutakutana na Simba tena katika ligi kuu, kwa sababu lile jambo limeshapita. Jambo lingine ambalo naweza nikasema ni kuziachia mamlaka za juu zaidi, sio bodi ya ligi. Siamini tena katika bodi ya ligi, na nasema wazi, siamini katika bodi ya ligi. Kwa nini waamini? Wao ndio wametufikisha hapa tulipofika. Wameshindwa kusimamia kanuni walizozitengeneza wao, wameshindwa kusimamia sheria walizozitengeneza wao, yaani wameshindwa kuisimamia ligi. Na katika hilo sioni matumaini ya bodi ya ligi kulitengeneza hili jambo, na kwa kadri wanavyokwenda nalo ndivyo wanavyozidi kuliharibu. Nadhani bodi ya ligi ni kama mtu mzima ambaye ametoka hadharani taulo ikavuka, badala ya kuchutama yeye anang'ang'ania kukimbia, na taulo ikikuvuka alafu kang'ang'ania kukimbia,
Kwa mtu mzima unajua shughuli unayoipata, unapata aibu, lakini unaweza ukapata fedhea. Mimi nilidhani ingetosha bodi ya ligi kutulia kimya na kuziachia mamlaka za juu. Sisi Yanga ni kun fayakun, tunaamini hii haijaisha bado. Ziko mamlaka za juu ya bodi ya ligi, na bodi ya ligi ikumbuke, wao sio alfa na omega kwenye mpira huu. Wamepewa tu dhamana ya kusimamia ligi, lakini kwenye maamuzi sio alfa na omega. Hawa ni watu ambao nao wanakosea kama wanavyokosea watu wengine. Hawa ni viumbe dhaifu, tena dhaifu sana, ambao wanakosea kama binadamu wengine wanavyokosea, na huenda hawa wakakosea zaidi kuliko binadamu mwingine yoyote, hawa bodi ya ligi. Kwa mimi sina imani na bodi ya ligi, na sidhani kama tunaweza kuendelea kuamini chochote kinachotoka kwenye bodi ya ligi. Tunachohitaji tu ni mabadiliko ya mfumo, muundo wa bodi. Tuwe na bodi ya ligi ya kisasa. Hatuwezi kuwa na bodi ya ligi ya aina ya watu hawa. Mguto timu yake ndio ilikuwa Coast. Yeye sio kiongozi tena wa Coast, alishaondolewa Coast, amebaki. Mimi nilidhani pia kama angekuwa na maono mapana, alivyokosa uongozi wa Coast, ilitoisha kusema ya aseme jamani, nimeingia kwenye bodi ya ligi kwa sababu ya uongozi wa Coastal, na sasa sio kiongozi tena wa Coastal. Basi naomba niishie hapa hapa. Uongozi wangu ulipokoma Coastal, na mimi naomba uongozi wangu nao ukome bodi ya ligi. Tungemuona ni mtu ambaye kwa kweli ana ustaarabu na muungwana. Lakini umeshaondoka Coast, haupo tena. Bado unang'ang'ana tena kwenye bodi ya ligi ambayo kisheria na kitaratibu na kiustaarabu na kibusara alikuwa hapaswi kuwa kiongozi wa bodi ya ligi. Lakini kwa kuwa tunasubiri mkutano ujao ambao ndio mkutano ule wa mwisho utakaofanya uchaguzi na kuamua tena mambo mengine, mimi sidhani kama busara inamuelekeza asubiri ule mkutano. Busara pekee, umeshamaliza kazi yako Coast, umeondoka Coast na ulipata nafasi ya kuingia bodi ya ligi kupitia Coast. Ilikuwa itoshe kusema jamani, jana nimemaliza shughuli yangu Coast, na leo naomba nimalize shughuli yangu bodi ya ligi. Na huu nadhani ndio ungekuwa ustaarabu mkubwa kabisa kwenye familia ya mpira. Familia ya mpira hii sio biashara. Ni sehemu ambayo wastaarabu wanakutana, wana familia, wanatengeneza kanuni zao, miongozo yao ya kujiongoza. Huku sio sehemu ya kutafuta hela. Kwa umri wa mzee wangu, ni umri unatakiwa uwe karibu sana na mchungaji au uwe unazunguka sana na imamu. Mchungaji akienda kufungisha ndoa uko naye, akienda kuzika uko naye, kwa sababu ni umri ambao unatakiwa uwe karibu na Mungu, kwa sababu pamesha zama, jua limesha zama. Lakini badala ya kukaa karibu na Mwenyezi Mungu, yeye anakuja kupambana huku ambako nadhani patazidi kumtia aibu tu. Sisi tunamheshimu. Mimi siwezi kumsema maneno mabaya mzee wangu, kwa umri, kwa uzoefu na hata kwa tabia. Mimi ni mtoto kwa mzee Ngoto. Nilidhani atumie busara yake na hekima kukaa mbali na jambo hili la Yanga. Limekuja kumkumbusha kwamba mzee, jua limeshazama, mzee, kumekucha. Sasa ni nafasi nzuri kutumia jambo hili lilotokea upumzike, na nadhani jambo hili ndo linapaswa kumpumzisha kwa heshima, na tutamsubiri kesho kutwa atoe tamko la kupumzika kwa heshima. Asisubiri mkutano mkuu ujao, apumzike tu kwa heshima. Kwani Simba kosa lao liko wapi? Kwa wewe unaona Simba amekosea, bodi ya ligi sio amekosea kwenye eneo hilo. Kwa upande wa Simba walikosea. Tuchukulie tu jambo dogo. Sio mara ya kwanza kwa mpira wetu wa Tanzania timu kutokufanya warm up ile siku moja kabla. Tumeshakuwa na matukio mengi, timu hazijafanya warm up siku moja kabla ya mchezo na zikacheza. Sisi tumeelewa eh? Simba angetumia busara, kwa kuwa mechi imeandaliwa kwa muda mrefu na changamoto kwenye mpira hazikosekani, lakini tunapima hii ni changamoto gani ambayo inaweza ikaahirisha mpira, na changamoto za kuahirisha mpira ambazo ziko nje ya uwezo wa klabu ya Simba au ya Yanga, zile ni changamoto zinazokubalika. Lakini kwa Simba kutokufanya mazoezi siku moja kwenda kwenye mchezo sio jambo lilipaswa kuahirisha mechi, kwa sababu Simba wenyewe walishawahi kucheza mechi bila kufanya mazoezi. Sio Simba tu, hata Yanga, hata vilabu vingine pale kwenye uwanja wa Isamuyo hawakufanya mazoezi siku moja kabla na wakacheza.
tulivyokwenda kwenye mashindano ya kimataifa, Yanga sisi tulichelewaga, tukachelewa ndege, tukafika kule muda umekwisha, hatukufanya mazoezi, tukaingia uwanjani tukafungwa 2-1 na Etoile du Sahel. Kwa hiyo sio jambo la dharura au jambo ambalo tunasema kubwa kwamba mechi inaahirishwa. Lakini brother, tuongee tu ukweli, kutokufanya mazoezi siku moja kabla, tena usiku, na alafu kwa wasiojua mpira, mazoezi ya siku moja kabla yanakuwa ni mazoezi mepesi ya kustretch, mazoezi kidogo, unalinda nguvu yako ya kesho. Sasa ndio maana nasema yote kwa yote, lakini Simba hakupaswa kususia ule mchezo kwa sababu ya kutokufanya mazoezi ndani ya siku moja. Kwa sababu gani? Tumeshakuwa na timu nyingi ambazo hazijawahi kufanya mazoezi siku moja na bado zikaenda kucheza. Kuna timu inatoka Bukoba inakwenda kucheza Lindi, wamefika wamechoka, fatiki, wana uchovu, hawafanyi mazoezi siku moja na kesho yake wanaenda kucheza na mechi inachezwa na wanashinda. Kwa hiyo sababu moja ambayo mimi nasema hatukutendewa haki wanajumuiya ya mpira ni Simba kutokukubali kupeleka timu. Labda wawe na sababu nyingine ambayo hawawezi kuisema hadharani, hiyo tutakubali, tunajua maneno yanasemwa mengi, lakini kama ni sababu hii ya kutokufanya mazoezi, bado haitoshi kuwa sababu ya wao kutokucheza, kwa sababu tumeshakuwa na historia ya timu kutokufanya mazoezi siku moja na bado zikaenda kucheza na zikashinda.